kinasema kwamba, ama kichwa cha ujumbe wa leo kinasema Mungu anakutengeneza. Geukia mwenzako, mwambie Mungu anakutengeneza. Geukia mtu, mwambie Mungu anakutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hicho ndio kichwa cha ujumbe wa leo, ya kwamba Mungu anakutengeneza. Hebu tusikie kwenye kitabu cha Isaya 48 ule mstari wa 10. Isaya 48 ule mstari wa 10 nasema ya kwamba, tazama nimekusafisha lakini si kama fedha, nimekuchagua katika tanuru ya mateso. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka kwanza nikwambie hivi, kuna hali zingine katika maisha yetu ambazo Mungu mwenyewe ndio huwa anaziachilia. Yaani Mungu anaweza akaachilia hali fulani juu ya maisha yako akiwa na kusudi, akiwa na lengo fulani juu ya maisha yako. Kwa hiyo sio kila hali ambayo unaopitia ni ya kukuangamiza. Usimuone shetani kila mahali. Mambo mengine ni Mungu huwa anaruhusu kama njia ya kukutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kuna mambo mengine Mungu mwenyewe huwa anaachilia kama njia ya kukutengeneza, kama njia ya kukuchonga, ndio uweze kufanana na yeye. Hali zingine Mungu mwenyewe anaviachilia akiwa na kusudi, akiwa na lengo juu ya maisha yako. Na kwa hivyo sio kila hali inakuwa ni ya kukuangamiza. Sio kila hali inakuwa ni ya kukuangamiza. Hali zingine inakuwa ni kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Hebu ningependa kwanza nikufungue macho yako. Wakati wa Nuhu, baada ya ile gharika, kabla Nuhu hajatoka kwa safina, nchi ama duniani kulikuwa kumejaa matope. Sasa kabla Nuhu atoke kwa safina, ilibidi Mungu afumishe upepo. Yaani Mungu alileta upepo. Ule upepo haukuwa wa kuangamiza Nuhu. Ule upepo ulikuwa wa kukausha yale matope. Yaani ulikuwa ni kuandaa nchi ama kuiandaa dunia ndio Nuhu aweze kutoka kwenye safina. Angalia mfano mwingine. Wakati Ezekia anapoenda kuongea ama kufufua mifupa mikavu, Ezekia alipoenda kutoa unabii juu ya mifupa mikavu, kabla haijaanza kurudiana mfupa kwa mfupa, kwanza upepo ulivuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza upepo ulivuma, ndio baadaye ile mifupa ikaanza kurudiana mfupa kwa mfupa, alafu tena kukawa na uhai, wakawa ni viumbe hai. Angalia mfano mwingine. Wakati Musa anainyoosha fimbo yake kuelekea kwenye bahari ya Shamu, ndio ile maji ya bahari iweze kugawanyika, upepo ulivuma. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe hivi, sio kila hali unayopitia ni ya kukuangamiza. Hali zingine ni kukuonyesha kwamba kuna jambo linaendelea katika ulimwengu wa roho kwa ajili yako. Sio kila hali Mungu anairuhusu ati ni ya kukuangamiza. Mambo mengine Mungu anaiachilia ni kukuandaa kwa ajili ya baraka zako ambazo amekuandalia huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sio kila hali ni ya kukuangamiza. Usimuone shetani kila mahali. Unajua shida yetu wanadamu wa leo, na sana sana wa Kristo, wengi wamekuwa na kashuba ya kwamba kila ukiona jambo haliendi kulingana na mapenzi yako wewe, unamuonaga tu shetani. Wewe unaonaga tu kushindwa, unaonaga kufa, hauoni Mungu kwenye hiyo hali. Na ndio huwa nakwambia hali zingine Mungu anaweza sababisha kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Mungu anasababisha hali zingine ndio akutengeneze, ndio akufinyange, ndio uweze kuwa radhi na kila hali. Unajua unaweza ikafikia mahali wewe kwako hujui kupungukiwa ni nini. Unaona kama wakati wa corona kuna watu wengine walipata na depression. Wengi walipata na depression kwa sababu walikuwa wamezoea pesa. Alafu all of a sudden pesa imekosekana. Wale walikuwa wanapata pesa kila siku zimekosekana. Matokeo mtu anapata na depression. Sasa Mungu huwa anakutengeneza
Ndio hiyo wakati kama huo ukija, Mungu atakuwa amekuandaa. Unaweza uka-adopt, unaweza ukapambana na kila hali. Unajua kuzoea kila hali, kama jinsi Paulo anavyosema ya kwamba nimezoea hali zote, wakati wa wingi na wakati wa uchache, wakati wa kushiba na wakati wa njaa. Nimejizoeza kuwa radhi na hali zote. Sasa lazima Mungu akutengeneze ndio uweze kuwa radhi na kila hali. Hata wakati wa uchache imani yako haitayumbishwa. Hata wakati uko chini hautaacha imani. Bwana Yesu asifiwe. Maana amekufundisha kuwa radhi na hali zote. Sio wakati unakosa pesa unakaa kama mtu amefungwa. Mpaka watu wanakuuliza kwani wewe ni mgonjwa? Kumbe ni pesa una. Kumbe ni pesa. Maana umezoea pesa. Sasa inafikia mahali imekosekana. Sasa unakaa kama mtu amefungwa. Sasa Mungu anataka uwe radhi na hali zote. Yaani ufikie mahali hata watu hawajui wakati uko nazo, wakati hauna. Hiyo ndio Mungu anataka. Yaani wakati uko nazo unakaa kama huna, na wakati hauna unakaa kama uko nazo. Yaani umefundishwa kuwa radhi na hali zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mambo mengine Mungu anaruhusu kama njia ya kukutengeneza, kama njia ya kukuchonga. Bwana apewe sifa. Hali zingine Mungu anaziachilia kama njia moja ya kukutengeneza. Na ndio na maana kwambia Mungu hatakubali uangamie kwenye hiyo hali. Kama ni Mungu amesababisha hiyo hali, Mungu hatakubali uangamie kwenye hiyo hali. Hatakubali ushindwe kwenye hiyo hali. Utatokea ukiwa zaidi ya mshindi. Mfano mzuri Shadraka, Meshaki na Abednego. Mungu